Mimi siwezi sema ati nilikuwa na mtu alafu tukaachana nika regret. Mimi niseme nilicrushia mtu. Alafu sasa akaenda. So what happened is wallahi. Nilikuwa shule. Na nilikuwa nina make effort kwenda library every day. Yeye alikuwa kazi. Mimi nilikuwa mwanafunzi. So nilikuwa naenda hapo mzee. Alikuwa librarian. Alikuwa mtu wa IT. Alafu sasa ofisi yao ilikuwa ground. So mimi mahali nilikuwa na make sure mahali nakaa. Ni mahali namuona hivi ninaona ni ule. Alafu sasa kuna mmoja alikuwa rafiki yake bado alikuwa anafanya kazi shule. Alafu sasa nikamtaja na ule jamaa. By that huyo mtu alikuwa ananiangalia sana. So I think kulikuwa tu na connection. Ama maybe nilikuwa inaitwa aje? Ukiamka akili ikishaamka unaona ulikuwa unafanya. Ile mtano wa kidamu. So ama mimi nilikuwa namwangalia, alafu sasa mimi naona nikaa ananiangalia. Tulikuwa tuna stare at each other. Hiyo kitu nimesikia Waswahili. Hii yako inatuleta kwa. Msichana anafaa kujisema. Sasa iko kwa roho, simungoja ni wapenzi. Story ni yangu. Sasa nimeshawatajia alikuwa na rafiki yake. Anamwambia leo rafiki yake alikuwa rafiki yangu. Baidha sana. So namwambia huyu mtu anakuaga nani kwa hii shule? Akaniambia Sara anafanya kazi ya IT. Of course nilikuwa najua but tunaona like kujaribu kuanza kwa story. Na huyu mtu anakaanga poa. Huyo mtu na yeye ni mtu amechangamka. Akaniambia nikupatia namba yake. And guys, I actually texted that guy. But of course kuna buts. So what happened is hiyo ilikuwa period ya attachment. Nilikuwa ninamwambia sasa, unajua hauwezi anza story uambie mtu ati mimi nimekucrush. What happened? Nilimwenda nikamuuliza, "Bedha, do you guys offer attachment in this?" Akaniambia, do IT? Lakini kitu moja yenye sikuwa najua. Kumbe huyu mtu alikuwa amebakisha siku mbili. I think siku mbili tu, like alikuwa ashapata kazi place nyingine. Ilikuwa mbaki siku mbili aende. Depression. Ndio tukaanza kuongea nini? Alafu ananiambia, na ujue mtu anakuanga tu. Nilikuwa natafuta hii jina, Delulu. I was very delusional. Ananiambia ati, I wish I was actually around. Ndio nikusupervise. Najiambia, kumbe huyo mtu alikuwa na lakini alikuwa ananiongelesha asubuhi na jioni. Mchana haniongeleshi. But of course like unaona like ukiachwa on red. Si ati nina double text or anything. But ukiachwa on red sasa muongea asubuhi jioni. Alafu eventually nikaona ndio limo. Hivyo ndio story yangu ilienda. Sijui kama hiyo ni regret or anything. But nilikuwa nina regret, maybe ningemwambia Alia tukiwa like you feel maybe alianguka kwa mikono mbaya juu yako. Lakini ukiwa umecrashia mtu haunanga akili nzuri. Heri mcrash abaki crash hivyo. But that is my story. I think I should have spoken to him earlier. Unaona sasa nimeongea naye 2 days to exit. Let me tell you how I dealt with my crush. Mimi nilifika mbele na nikamwambia, you have to tell me you love me ama ni move on. Akaniambia yeye na yeye ni wale watu wanaume waongeangi sana. So ananiangalia ananiambia, yes I love you but what? I need to go. Unamuuliza where? Hadi ninamwekea hadi kama ninamuonyesha ni kama niko setting in what? In agency. Ni kama ulikuwa unauza shamba. Naweka agency. Nahitaji kumove on. Unanipenda tuko kwa mapenzi ama tunaangalia nanga tu. So that's how I dealt with my crush. So huyo mtu wako I did the accident. Heri wako
alijua. Mimi hiyo yangu ilikuwa iliisha tu before hata ianze juu like kama mtu wa communicator you just leave it. We have Mr. Emmanuel Isa. I think hizi stories zilikuwa za madem juu sasa. Hii ndio nimeshangaa mimi na mko na story. Nikapitia kuinja na venye kupitana na elimu na kwatu. Sijafika kwa story yangu. Otherwise mimi na Alex nikaa tuko same. Mimi nakuanga go getter, so nikitaka kitu naendea tu. Na kama ni kuachana mnaachana. Exactly. Oh.